Kwa majina wananiita Rafael Musa, but mostly people wananijua kama Master P. Master P is an actor, is a director, and Master P is also a parent. Yes, apparently I'm a parent. Okay, Master P, unaweza kueleza uligunduaje kwamba nina hii talanta, ama ilikuwa mwaka gani ambapo ulisema acha sasa niingie kwenye safari hii? Kwa hii field tu kuingia zamani. From since nikiwa mdogo imekuwa nilikuwa na hiyo passion, potential. Then as time went by, najua kuna ile kitu inakuvutaga, talent inakuvuta, and then so nikamwacha nijaribu. And then nikajaribu pale church, nikajaribu kuact nini kidogo. Nikajaribu pia kwa pale shuleni, napatiwa tu roles kwa mdogo nafanya. Until then wakati sasa nilikuja after high school, nikapata nafasi kama pale church kama director. Nikapatiwa skit ya Bible, direct skit fulani ya history ya Prodigal Son. That was my first skit to direct. Now after that, kumbe sikujua sasa ndio nilikuwa nafunguka sasa vizuri. That was in 2015. Yeah, 2015 ndio nilipatiwa hiyo skit. Ni direct, nikakuwa fit, na actually tuliwin because nilikuwa na direct teenagers. Wakati tulienda pale kwa main church, actually we won competition. Kwa na competition ya regionals ya different churches, but the funny thing is that my skit won. Ilikuwa ni pale KG Bahati, Nairobi Christian Center, back then in 2015. So from there ndio kaza kujaribu pole kumbe ilikuwa tu ndani. And then until now in 2019 sasa tuka launch sasa Master P Chronicles yenyewe. Okay, tuseme hii Master P Chronicles ilikuwa uliketi chini ukasema wache nianzishe hii, ama kuna yule ambaye alikupatia idea uweze kufanya kitu kama hii? So at first nilikuwa nafanya short skits peke yangu, na zilikuwa zinajita hizo skits zilikuwa introduced kwa screen kama Master P Chronicles. Yani hizi ni hadithi zangu, zile hadithi zenye natoa. But as time progressed, kuanza kuwa na growth ile, tukaanza kukua na big numbers. Alafu tena tukaanza kuwa na follow up ya wasee kwa mtandao. That was in 2020. And then in 2021 my people wakaniambia wale tulikuwa tunafanya nao. That was after tumefanya School of Comedy episode 12. Yeah, episode 12. Tulikuwa na program fulani tulikuwa tuna shoot. Hii ilikuwa ni short film ya ilikuwa Dumped part 1. So after kufanya Dumped, au wasi wangu tukaitana kama mkutano. Tukakubaliana that instead ya kufanya hizi vitu hivi, why don't we come up with a brand? Mbona hii MPC isikuwe brand? Na ndio hapo sasa tukakaa chini tukaandika hizo zinaitwaje, hiyo no show script za kampuni za kuregister kampuni. Nasahau tukaziandika nitangoaje, bwana nimesahau. Tukaandika hizo za kuregister kampuni, tukaandika nini kila kitu, gather up vitu hizi na zile. Then from there ndio tukaenda tukaregister. That was in 2021. Tukaregister Master P Chronicles under the Ministry of Youth Affairs and Social Protection Act. Sasa leo hii mpaka leo so ndo tukakuwa free, because nakumbuka the reason hata yenye ilifanya tufanye registration, there was a time tulienda kufanya shoot hapa City Park.
na kwenda kufanya shoot tukasumbuliwa sana na Kanjo. Wakati tulisumbuliwa na Kanjo, Kanjo najua ananiona lakini ni sawa tu. Wakati tulisumbuliwa na Kanjo, ikatupush because kuna wakachukua cameras zetu, wakachukua booms, like walikuwa wanataka kuturudisha back to square one because at that time tulikuwa tusha improve, tushanunua hizo cameras, lights, tuko na kila kitu. So at first hawakujua director ako wapi, so walishika cameraman wote watatu tukiwa hapo City Park. So tukakushikwa, ndo tukaenda tukaongea na wao vizuri. Alafu pia connection ni muhimu, ilikuwa na watu wawili watatu wanafanya kazi kwa Kanjo. Then kapiga tu simu, wakapigiwa simu, then tukaachiliwa, tukarudishwa vitu zetu, tukaambiwa next time kuja na mabarua na pia mjue kuna pesa huwa mnalipa. Sema it's okay, sawa. And that is how tuko mpaka leo. Okay, Master P kianza na kufikia kwa sasa, labda members wako wangapi, wale maactors na nini? Master P, first of all tuko na a lot of members, but for now wale wenye tunafanya kazi nao sahii sio wengi, but Master P imegrow watu wengi sana, na wengine wako kwa different fields kwa industry, kwa the same industry. Wengine wako kwa theater, wengine wako kwa filamu, wengine ni wasanii tu wa music. Master P imegrow watu wengi. So talking of members, tuko na hata wengine ni radio presenters actually. Sijui kama nimekubalishwa kumention radio stations, but sita mention leo kwa sababu but kuna radio gani naweza nikataja. Kuna some of our people wenye tumegrow nao kwa MPC, wenye sahi wako, kuna moja ako ghetto, mimi nilikuwa sometimes back nilikuwa ghetto because mimi nimefanya journalism and mass media. So kuna one of us ako ghetto. Kuna huyu mwingine mwenye ako Hekima FM, mwenye Hekima FM ni kama inani huku, but it is most ni famous sana northeastern and northwestern part of Kenya. Alafu kuna wengine pia wako kwa TV, wako wengi. Kuna watu kadhaa wako kwa radio na TV. Kuna mwingine anashindanga akinisumbua akiniambia ukienda interview yote usikose kunitaja, anaitwa Paul Mumo. Is a radio presenter kwa hii station inaitwa station fulani ya Kikamba, but aliniambia nikikuja nisikose kumtaja, ama nikienda any interview nisikose kumtaja. Nimekutaja bro, nimekutaja. Okay, Paul Mumo wote alipo amesikia hiyo. Na hebu niulize, nimeona kwamba wakati mnashoot ile School of Comedy nimeweza kuona nimeona characters tofauti. So katika uandishi wenu huwa unaangalia aje ndio uweze kujua huyo ana fit na hii character? In film kila mtu anakuwa na kazi yake. Kuna director, kuna producer, kuna scriptwriter, kuna casting director, kuna kila mtu ako na specific duty yake. So kuna ule writer, akili ya writer ndio huwa tunaiportray hapo kwa screen. But sasa kuna ule director mwenye kazi yake sasa ni kuhakikisha hii vision ya writer imekuwa portrayed in a way that ilikuwa inafaa kukua, amekuwa imefanywa vile inafaa. And then kuna huyu casting director naye kazi yake inakuwa ni kucast. Sasa yeye ndio huwa anaangalia, anajua wewe unaweza kuwa mzuri kwa hii part, ukikupatia hii unaweza kuwa mzuri kwa hii part, like hiyo ndo kazi yake. Hiyo ndo kazi ya casting director. Nimeona kwamba hapo nyuma umefanya na watu kadhaa, na katika hao watu nimeona kwamba wengine wamekuzidi umri, wengine wako chini yako. Tuseme kama huyu Robert Mavuzi, nimeona kuna School of Comedy, I think episode 5 hapo, nimeona kwamba mmefanya pamoja na akiwa kama mwalimu, na pia kuna yule mwalimu mwenzake. Unaweza ilikuwaje mkaweza kupatana mkafanya kitu, ama iliendaje hapo? It is all about nasema aje. Okay, umetaja mtu kama Robert Mavuzi is my friend. Actually
It's my age mate. Tunatoshana naye. Ah. Cause yeah, tumeshindana na miezi. But anyway, that's not it. Kuna mtu mwingine kama kama yule huyo mwalimu mwingine Dan. Alikuwa anaitwa Teacher Felix. Those are the people wenye hao ni marafiki zangu wenye tumetoka nao mbali. We started actually at first nikianza nilikuwa natumia vitu za mabuzi. Actually editing nilikuwa nafanya na gadgets zake, shooting nilikuwa nafanya na gadgets zake. So come through kwa hiyo video kama mwalimu, nilihave kumconvince mbona usinini. Kuna one of our teachers, because at that time kulikuwa na mwalimu wetu mmoja mwenye alikuwa alikuwa akona kanini kidogo, kashida kidogo. Sasa na tulikuwa naenda kushoot, na tulikuwa na atungekosa na script ilikuwa imeandikwa huyo mwalimu wako. So ikabidi chukue huyu, kwa sababu according to ile story ilibidi twist in a certain way that haitakaa ni kama umechange character mwenye anakuaga tumenini. Unajua kuna unaweza ukabadilisha character, ndio anafanya hii character hii, lakini umeleta mwingine mwenye amekuja kumreplace. But wakati tulimfix ili come through na ikakamfiti, na hata watu hawakurealize kama tumeswitch characters. Ilikani kama ni mwalimu mgeni tofauti tumemleta, na actually fit kwa hiyo character, kwa hiyo set. Na pia kuna watu wengine wenye tumekuwa tukiwork na wao, tumesema working with watu wenye ni wazee kuniliko kwa hii field filamu na theater. Mostly hata niongelee kuhusu sana filamu, unapataga hauwork na wale watu, haikuwa constant. Utapata unataka mama, unataka mzee, unataka yule mtoto mdogo, unataka vijana, so haikuwa constant. Alafu pia wana uhusiano mzuri na watu, alafu pia another thing, this thing is a job. Hii ni job inalipia watu wengi bills. So huyo mzee ukimwita kwa set, atakuja kwa sababu anajua anakuja job. Akuji kwa sababu ati sijui ni mzee. Kama ni mzee au wazee wenzake hawajamsaidia, unaona. But amekuja set na anajua at the end of the day atatoka hapo bona at least 1 2 3 things zake zitakuwa sorted, unaona. So at the end of the day this is a job. Ule mdogo ako kwa payroll, yule mkubwa ako kwa payroll, yule kijana pia ako kwa payroll. Yani ni job. So haina age limit. As long as nataka this character of this certain age, yes, nataka huyu mzee, huyu kijana, yeah. So nimeona hapo kwamba niliona katika video zako zenyu zile pale MPC Kenya pale YouTube, nikaona kwamba umekuwa na paka huyu jamaa ambaye amecheza filamu pale Hulabaloo Estate, Maisha Magic East. Mmekuwa na Kokoto. Hivi Kokoto mmekuwa naye kwenye team, ni watu mmekuwa pamoja, ama alisema kuje tu mweze labda ku advertise MPC? No, unajua in this field kuna kitu inaitwa connection. The more una grow, the more ndila kupatana na watu tofauti, na kupatana na hao watu unatengeneza ile connection. So that's why tumefanya na watu kama kina Kokoto. Mimi personally nimepiga appearance kwa different series za hapa Kenya, na pia nimework na certain production ya Rwanda. That was in 2022. Yeah, that was my first time to be in Rwanda. So ukitengeneza hiyo connection, napata watu kama kina Kokoto wana come through, watu kama kina Makoha wana come through, watu kama kina Govi, because kuna projects tumefanya na si Kokoto peke yake. I've worked with different people in this Kenyan film industry. Wengine wako kwa film, wengine hawako kwa film, but I've worked with different people of different categories.
Yeah. So nimeona kwamba vile umesema kwamba kokoto, mimi nilifikiria kwamba unajua kuna watu ambao wanaweza anzisha kitu pamoja, alafu inafika pale labda jamaa iliona kama tuseme sasa wacha nitumie kokoto ya vile alifika mpaka pale maisha Magic East hapo wakicheza kipindi ya Ulabalu. Si rahisi, labda kuna wengine huwa wanafika mahali kama hapo wanasahau walipotoka. Na nimeona wengi sana wakitoka the same place ambao wewe umetoka, same environment, lakini mtu akishafika kule angalii nyuma. So unamaanisha kwamba kokoto labda yeye mko pamoja mara nyingi, anakuja mnafanya mambo ama? Okay, one thing with this industry is that wasanii ni kusaidiana. Wasanii ni kupush ule mwingine for as long as uko na hiyo call. Si mara moja, si mara mbili. Though the first time nani akuja come through kwa hiyo video fulani ya nini, kuna movie fulani tulifanya ka short film tulifanya na Jita Dumped part 1, ndio come through. Ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anataka, as in nilimu-approach, na after kumu-approach nikampatia akili yangu na nini nafanya, na that is when pia mimi nilipata connection, because nilipata connection ya kufanya kazi na watu wengine na productions zingine tofauti. Kama for example, I can talk of Kina, I can talk of Real Housewives of Kawangware, I can talk of that Ulabalu yenyewe pia, na pia kwa different reality shows nimepiga appearance kwa different reality shows. Hiyo ni kwa sababu after umepata platform and then unaitumia platform kutengeneza daraja, connections na wale watu wenye kwa industry. Hao ndio mimi personally niliambiwa, ukipata msee mwenye ako pale juu yako na unaona msee anaweza kusaidia, mwachilie, mshike. Mimi nilifanya hivyo. So kuna wakati nakumbuka nikiongea na wewe niambia kwamba uko mnasafiri mkielekea, I think ilikuwa Uganda. Sijui huko Uganda kulikuwa na magani, labda kuna collaboration, mko mnafanya filamu ama nini, ama ilikuwa tu project yenu? That time tukienda Uganda, tulikuwa na project, tulikuwa tumelink up na wase fulani kutoka huko. So tulikuwa na project, na project tulikuwa tunataka kushoot in a different way. Alafu pia aside from that, nilitaka sisi na watu wetu tukuwe na adventure. So that's why unapata tuliamua kwenda kuifanya Uganda. Alafu kutoka hapo mpaka Uganda is expensive, and then aside from being expensive, pia bado kutoka hapo mpaka kwenda Uganda you only need, uhitaji vitu mingi, ati sijui passport, visa nini. Hapana, Uganda ni hapa tu, it's our neighboring country pamoja na Tanzania. So na nilikwambia Uganda, sikwambia nini ya Tanzania. Hata Tanzania pia tulikuwa huko. So tutaka tu kwenda tembea tu na kufanya, it was just a tour. Na pia as much as ilikuwa ni project naenda kufanya, so ilitoka poa na ikasell at that time. But na actually do you know ilisell sana Uganda kuliko hata huku Kenya, because watu Uganda walikubali na tukapata different people from Uganda. And that's why in 2022 August nilikuwa Uganda, nilikuwa na wase walikuwa wanataka tu nilikuwa na another branch ya Master P Chronicles kule Uganda, na nilienda na nikafanya hivyo. But sikutaka walitaka mimi nikae huko, sijui tukue tuna na yule mwenye nilidhani atakuwa atashikilia huko. Kumbe alikuwa tu alikuwa nitamuita agency, ni jina mbaya. But anyway, hiyo MPC ya Uganda haikushika sana, because singe huku kulikuwa kuna pakua nilikuwa nashughulika na huko sana niko kule, so kule sikushughulika na huko. So kufikia hapa, hadi kutokea tangu unaanza hata hadi kufikia hapa, ni unaweza sema ni magani
kuna majaribu aina gani ama nini ambayo umepitia. Najua pia kuna wale wanakuja na kuambia hiki tunafanya naona haiwezi, na pia unajua pale yani pale ile time ya kuconvince vijana, kama unajua tu kuwork na vijana, labda unamwambia fanya hivi, yeye anaona ni kama unamletea sauti sana na kasirika, labda mambo kama hizo. Challenges umeweza kuzitatua aje? Challenges ni mob, na pia hata talking of hiyo una nini during hii time ya directing, unapata unaambia msee fanya hivi na anataka, unajua watu wanakoga na mashida zao tofauti. Watu wanatembea kwa barabara, wengi wako na shida ya akili. So unapata kuna mwingine unamwambia fanya hivi, na yeye kumbe ako na stress zake, ako na issues zake, bala ako nini. One thing I think nimetaja hapa, hii ni job, na since ni job hapa kuwa unaweka jokes kando, alafu nakuwa serious to at the end of the day hizo ile kitu inalipa bill. So watu kama hao nimepatana na wao, na hao nimedeal nao perpendicularly. Talking of challenges na nini, one challenge ni kama yenye nilikwambia, hiyo tulienda kushoot kule City Park, alafu Makanjo wakakuja wakatuvuruga, wakachukua vitu zetu zote, na ndio mpya tumeenda wakachukua vitu zetu zote. Hiyo ilikuwa one of the challenges. Challenge nyingine ni pia ni kutafuta connection na kutafuta market ya hizi ya hizi projects tunafanya. Alafu pia talking of connection, hiyo kama hiyo nilikwambia, kufikia watu kina Kokotie iko rahisi, haikuwa rahisi, ili take time. Lazima ujue huyu ndio ujue ule mwingine, sasa ndio akuonyesha sasa ule mwenye unataka, iko hivyo. Alafu huyu maybe mwenye unajua pia ako na issues zake, ana sijui nini, huyu mwingine nini. So alafu pia unaenda theater pale KNT, because mostly mimi growth yangu kubwa imetoka pale Kenya National Theatre. Hata mimi huwa na ajo sanii, ukipata time enda pale KNT, spend hata time yako tu hapo, ukikaa na utapata different people from different acts. Especially utapata na wa theater, utapata na watu wa filamu. Wewe tu ni wala tujue tu kuongea nao vizuri. But kitu kingine ni wanakoga na maringo meja, lakini si maringo, ni standard. Ni standard yenye mtu wako amejiwekea, that akifanya hivi akikuja tu akiwa tu loose hivyo, ile nini yake, ile hadhi yake ni kama inashuka. So anataka at least anakuwa kidogo. So sema huyu jamaa anakoga na maringo, lakini si maringo. But nilikuja kurealize na industry, just be kwa tu wewe, usikimbizana na usta inapatia watu pressure. Usta inafanya watu wana pressure mob, na wanakuwa depressed, na at the end of the day unapata wengine wanajiua, wengine wanaingilia madre, wanachizi. Si watu wawili watatu nimeona wakichizi juu ya juu ya depression from this industry ya juu ya usta. Nataka kuishi lifestyle yenye isi yako. Pengine niulize, umeongelea kuhusu KNT pale Kenya National Theatre. I remember last year kitu mwezi wa 8 hadi wa December, karibia mpaka December pale hivyo, nimekuwa pale Kenya National Theatre, na nimekuwa nikiona, I think siku hizi, yani ukilinganisha jinsi National Theatre ipo sasa na jinsi ilikuwa pale nyuma, naona kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Na kuna utofauti kwa maana naona kama sasa hii project hazikuji kama vile zilikuwa huko, audition hazipo sana. Unaweza sema labda ni usimamizi wa hiyo National Theatre, ama kuna mabadiliko yametokea wapi? Sisi ongelea kuhusu usimamizi wa KNT. Yenye mimi najua ni KNT iko na platform. Kuna lots of platforms iko pale. For as long as wewe ni msanii in general, hata ukiwa msanii wa kuimba, ukiwa wewe ni acrobat, ukiwa wewe ni poet, KNT iko na platforms mob ina offer platforms kwa wasee. Auditions ziko,
ziko mob kwa sababu mimi nilipata projects kadhaa through auditions pale KNT, na nikajuana na watu na directors na producers tofauti through pale KNT. Na last year nimekuwa pale, this year pia nimekuwa pale KNT, na nimepatana na wasee tofauti wenye ni jina kubwa kwa industry. So kumaanisha platforms ziko ile tu sahi tu kujituma. Ni msanii tu kujituma. Platforms ziko pale KNT, kuna platforms mob. Yeah. Speaking of hapo nimeona kwamba kuna hii pale ndani kuna hii platform ambayo inasema kuna hii show ambayo huko pale ya poetry. Ya poetry. Nimepatana na wasanii wengi sana kutoka area hizi area huku nimepatana na wengi sana pale, ambayo I think huwa inakuja siku ya Thursday kuanzia mida ya ni saa 8 hivi. Saa 8 kama poetry after lunch I think. Yeah. So unaweza niambia pia umekuwa huko, najua kando na hii nimeona pia wewe mimi ni msanii. Mimi ni msanii. Mimi ni poet mwingine mdeadly. Mimi ni msanii bado kwa nini niko na ngoma hapo. Kuna ngoma moja na jitabari hiyo, kuna kuna blessings, kuna forgive them, kuna projects kadhaa. Alafu pia kuna sanctity of life, ni poetry. Kuna ni kadhaa, si moja ama mbili. Alafu unaona kwa hizi at first nikianza kuandika poetry, platform yangu ya kwanza ilikuwa gani hapo KNT, poetry after lunch. That was my first stage. Nilisimama kupiga poem, nilipiga poetry. Na that time tulikuwa na wasee wengi sana, mapoet wengine walikuwa pale. Ilikuwa gani platform ya mapoet peke yake. But sasa ndio imechange. At least nasikia, ilikuwa hapo nikasikia watu wakiimba. Hiyo time hakukuwa na kuimba, unaimba nini? Ni unachonga mistari, alafu it was ni poetry after lunch. After that ilikuwa inakuwa aired KBC. Nakumbuka watu wa KBC walikuwa na wako hapo na makamera zao na boom zao, unapiga lyrics zako hapo, wanakurecord. Ilikuwa platform nyingine fit. Alafu it was my first time kupiga kusimama kwa hiyo stage ya hiyo stage na kufanya hiyo stuff. Ilikuwa poa sana. So after that ndo nikakuja nikagrow out, nikapatana pia na watu wengine hapo, kajuana. Kutoka hapo nikaenda show UON. That was in 2014. Actually 2015 bado. Yeah, 2015. So inamaanisha kwamba labda mtu anajiuliza, juu amesikia story yako ni ndefu sana. Mtu anaweza kuwa pale, mtazamaji wetu anajiuliza, kwani huyu jamaa amekuwa kwenye industry miaka ngapi sasa hivi? Yara sijakuwa kwa industry miaka mingi. The funny thing, mimi najua nimekuwa kwa industry for I think 5 years. Mimi wanahesabu ile time tuliyofanya registration ya MPC mpaka leo 5 years. Na hii hapo nyuma nasema tulikuwa nikatryzex, tulikuwa najaribu tu na hii basi sijakuwa kwa industry for many years. It's just 5 years. So inamaanisha kwamba hii 5 years ndio umeweza kufanya mambo haya yote ama no? Kuna nimefanya hizo vitu before 5 years nyuma, kuanzia 2012. Kuanzia 2012. But talking of film industry na acting na production, actually ilianza 2020. Hiyo time ya corona, hapo ndo vitu zilikuja semanga. Wenyewe wasemanga ilikuwa mwaka mbaya kwao. Mimi nasemanga kwangu ilikuwa blessing, because hapo ndo kila kitu ilikuja ikafunguka, na ndio mpaka leo niko venye niko. Hapo nyuma nilikuwa nimefanya tu ngoma. Hapo nyuma nilikuwa nimefanya tu skits, na one of them yenye siwezi nikaisahau, it was my first skit. Not my first. Kuna skit moja inajiita Likizo ya Corona. Likizo ya YouTube. Ako ndo kalifungua hizo nini zote za MPC.
za MPC sasa ndo tukuje, because likizo ya corona nilifanya 2020 kuendelea, ndo 2020 ndo tulifanya School of Comedy kuanzia episode 1. 2020 ndo tulifanya hiyo series ya True Love. 2020 ndo tulifanya Kamumo. 2020 December ndo tukafanya hii itwaje, Mary and Joseph. 2021 tukaendelea hivyo tukifanya Dumped part 1 na part 2, tukiendelea hivyo mpaka leo hii tuko na brand, tuko na production, tuko na brand, tumejipanga vizuri sasa kama jana. So inamaanisha kwamba wale watu, zile characters ambazo zile news ambazo tumeziona kwa hizo movies, so wale ambao mnazidi nao ama wale wenye uliona pale kwa zile movies zetu tulifanya za School of Comedy, ni watu wengine kuna wale wenye tuko nao mpaka leo, lakini wengine ni tofauti. Wengine walienda, nakwambia kuna wengine walidisperse. Kuna watu walikuwa shule wakati, so after that tukumaliza wakaingia field yake, wengine akaingia yake. Okay. Pia na bali na hiyo, turudi sasa upande wa usanii, uimbaji. Yani unaona kwamba sasa hivi unaweza sema una nyimbo ngapi ama una mpango gani na labda kuwa na album kama hayo? Hapo kwa kuimba hapo. Kwa kuimba niko na ngoma, nazitanga ngoma. Kuna ngoma ngapi? 1 2 3, habari hiyo, blessings, give them, raya mapema. Kuna ngoma karibu 5 I think zinaweza nikakumbuka, na spoken word 2. Niko na spoken word 2 na bila ama ni 3 zenye nimerecord na hizo ngoma 5. So tuongelee hii forgive them. Kuna sijui kama ni wimbo nishasikia, kuna ile rhythm inaenda nayo, Father forgive them. Hiyo rhythm ni kama nishaisikia mahali ama ilikuwa ni wimbo wako nimesikia? Labda nisikia wimbo wangu alafu kasikia wimbo mwingine ukairelate na ngoma yangu, but it's okay, inaeleweka hiyo. Unajua kwa hii music industry hakuna kitu mpya. Inafanywa leo, ilifanywa jana. Hakunaga kitu mpya. Kama ni dancehall unafanya, hiyo dancehall ilifanywa na mtu mwingine. Kama ni hip hop unafanya, utapata hizo hakuna zile beat za kitambo ndo wanachukua na sample leo. Because kama you forgive them nilifanya 2012, hata si leo. Hiyo ni I think 13 ama ni ngapi? 13 years ago, many years almost, ama kitu hiyo. Raya mapema pia the same nilifanya 2012 mwezi wa 4 nikikumbuka. Nikiangalia hizo nyimbo zako hizo ama hizo ngoma zako, naona message yako sana ina focus na wale watu wa pale nje. Ina focus na ilikuwa aje ukasema labda wacha nitume hii message kwa hawa vijana, labda hawa message yako aswa ilikuwa inaangalia kina nani? Unajua mimi nakoga nimeokoka. Acha niseme tunakoga nimeokoka. Wenye mnanijua leo, mimi nakoga nimeokoka kuanzia kitambo. Lakini sasa unajua mambo ya dunia ni mbalimbali, lakini nimeokoka. Mimi napenda Mungu. So ngoma zangu nikiandika that time, unajua mimi ni mtu nimelelewa kwa church. So focus yangu sana ilikuwa ni sanctity of life. Kuna ile poetry fulani inajiita sanctity. Sema sitabonga mob juu nataka justice, but instead I put it down on paper kama kasuku dog juu niko na big. So alisema charity begins at home. True. That's why charity kupata ball akabaki akiwa na less home. Si poverty imekuwa ni crisis, ndio maana Wakristo wengi wapotelea kwa dunia na kusahau who Christ is. Wanasema wokovu ni scam. Sasa utapata mdema na kama na miniskirt na tumbo kat kwa church, anaonyesha breast na kitovu na bado pastor na mshoko smart. Na chiki hii ngoma nikiandika vitu kama hizi, focus yangu inakuwa ni kwa watu specific. Zile vitu zinafanyika ile kitu inafanyika, okay. Mimi kwa hii nini nakuwa ni kama RBG. Nasemaga ile kitu iko ile
even though I'm not into politics, but nasema ile kitu yenye iko, for example talking of sanctity, wale wasi wenye wana church imekuwa ni biashara. Most churches, si zote, kuna mingi zimekuwa ni biashara. So hata ukienda church na kupata wokovu, hauwezi pata hiyo wokovu yenyewe nini tu, unaingia ukiwa mzuri, unatoka ukiwa umeharibika. Watu wengi sana wameingia church wakatoka ukiwa nini. So for example, kama hiyo Spokane niandika specifically kwa enlighten wase, nikiguzia zile vitu zinafanyika kwa nini. That is because nimeishi kwa church. Talking of this, nimeishi kwa church not 1, not 2, not 3 years. Na pia sisi kwenye nilikuwa nakaa kulikuwa kubaya, but ni experience nimepata from different people, from different churches, from hizi ma TV tunaona. Hata siku hizo wamechange kidogo. Hapo nyuma ilikuwa ni shida. Ilikuwa tu ni wazi, wanakona watu hadharani, so unaona hiyo sanctity. Basta hataki kujua umekam na miniskirt au umekam na tumbo katu, na wewe kuja vile kama siwar kwa sababu ngasa umemletea Kenya nataka. Alafu tena wengine wanachukulia advantage wa shirika because of ile nini ile shida imekuleta. Na ndio kwa maana utapata kuna places zingine utapata pastor anaambia mzee, sijui mama mkubwa mwenye akili timamu anaambiwa atoe nguo aoshwe. Na upumbavu yake yote anatoa nguo na aoshwa. Alafu anakuja anaambia bwanake ati nimesafishwa, mimi ni msafi. Wengine wanafanywa vitu fani. Mtu hata ukisoma Bible haijaandikwa, because kwa Bible inaelezea vizuri about sanctity, how you should live, what you should do in order to inherit the kingdom of God. Sasa kuna watu wengine sahi watu ni fani, lakini anyway, so mimi yangu inakuwa nikuguzia zile vitu zina happen kwa nini. Blessing it was just a prayer that may God give us blessing that tutoke kwa block by the kwa ni maombi. Mungu atusaidie tutoke kwa block. Nilifanya na best yangu fulani superstar anaitwa Dadise Music. Dadise pia ni msanii tajika. Ndio tulifanya na hiyo project back then. Alafu habari hiyo kuna wanafunzi wangu fulani wenye walikuwa wanafunzi wangu shuleni, kwa sababu mimi nilikuwa mwalimu. Walikuwa wanafunzi wangu pale shule class 8. So after kuingia high school, wakaenda high school wakapata kumbe kuna kuna form, wakafunguka akili, wakajua kumbe tunaweza tukaandika lines na naweza nikaandika lyrics. So kuja sasa tufanye aje. Sisi nilikuwa na connection na different na studio, niko na connection na studio. Mimi ni producer, niko na vitu zote za filamu na nafanya music video, because nimefanya music videos kadhaa. So nikamwambia kujeni tuandike, mimi ni msanii, tuandike na tu record. Akakuja tukaandika na tukaenda kwa record, na ilikuwa poa sana, ilikubalika kwa market. Ndio ilivuma huo wakati ikashika paka ringtone ya simu yangu ya. Na hilo natembea hivi, habari hiyo naona MP Musa anapiga hapa. Si hapo peke yake. Ilishika kadhaa. Ilishika. Na mbona wimbo huu sikuona video, hamfanyia video, ilikuwa kwaje? Nimesema hao wanafunzi walikuwa ndio wameingia high school. Sasa shida ilikuwa ni kupatana shoot video. Mimi niko lakini huyu hayuko, yule mwingine hayuko. Tunakubaliana tukitoka shule tupatane kufanya video. Kamera ziko, kila kitu iko, connections ya different TV stations ziko. So tupatane tufanye video. Wakifunga shule, maybe hiyo siku mimi nimeenda hiyo mwezi, labda niko shoot nje ya Nairobi, ama maybe niko busy, ama maybe wao wako busy. That's why hiyo video haijawahi shutiwa mpaka leo. Kuna mtu huwa anasema pale nje ati mimi nikipata tu hivi kamera, ngoma zangu zote kama I think kama mimi kuna hiyo muda nilikuwa nasema nikipata tu kamera hivi
ngoma zangu zote lazima zikuwe na video, lakini baada ya kupata unaona ni ile cycle inaisha. Inakwanga hivyo. Kama hao unaweza labda unaweza mwambia nini? Hiyo ni normal. Kwa hata mimi naweza nikasema you know the funny thing ni hata pia mimi mwenyewe sijapata time ya kushoot video za ngoma zangu zote hata moja. Sijaipata time. Na hauwezi pata na hakuna gadget sina. Kama ni nini, kama ni cameras niko nazo, kama ni lights niko nazo. Sisi tunafanya film production. Hizo vitu zote ziko. Na niko na watu wenye wanaweza wakachukua kamera, wani record na waende wa edit na wani editie because niko na editors, niko na videographers. But sijui nakuaga shida ni, sijui shida inatokea wapi. Hapo nyuma nilikuwa nasema nikapata nini? Nikapata kamera. Naweza furahia. Leo niko nazo. Huwezi pata ngoma za watu wengine nimeshoot videos. Naona tu directed by MP Musa. Directed by MP Musa, Rafael Musa. Niko na wimbo sijui karibu more than 20 songs, music videos nimerekodia wasanii tofauti. But yangu sijawahi record mpaka leo. I don't know, sijui shida inakwanga gani. Sijaijua mpaka maybe ndajaribu nijiforce labda nikanini. Labda nikaspell fulani but I don't know. Ndajaribu nione. Jaribu alafu pia si ukatuite ukatuite hapo kwa video. Pia nimeona kwamba kuna project ambayo ulifanyia kina labda niseme the like of Hostboy Hostboy inaitwa Unanichanganya. I think Unanichanganya. Hiyo wimbo ukiweza kuisikiza is a good song though umesema wewe ni umeokoka, lakini it's a good song. Kazi after all, kazi ni kazi, right? So kuna hiyo ngoma ambayo ulichapa, niliona music video ilikuwa safi sana na pia iliweza kufanyika, location ilikuwa safi sana. Leo sema ni hao walikutafuta ama ni ilikuwaje? Ndio labda bro kujeni tufanye video ama hawa kina Hostboy, one of them was tulifanya nao, walikuwa kwa School of Comedy back then. So after wameanza hiyo usanii nini, wakani approach. Hata si wimbo wa kwanza, wako na nyimbo zingine hapo nyuma. Wakani approach akaniambia niaje, tuko na nini, tuko na hii wimbo, wataka tufanyie video. Utatulipisha ngapi? Ambao sijalitaongea nyuma tent. But in the meantime hebu nisikize wimbo. Nasikiza wimbo, tukakuja tukakubaliana, tukapigia wimbo hiyo nini, hiyo video. Actually hata location haiko kutusumbua kwa sababu hata ukiangalia hiyo video ni creativity tu. Ni creativity. Alafu pia hiyo time ilipata kama nishajua kitu inaitwa color grading. Nishajua editing, nishajua color grading, nishajua settings za camera, kila kitu. Hiyo time ilipata kama nishajua hizo vitu. So nikaamua nikawafanyia ndio hiyo video yenyewe. Maana video safi sana. Nimeweza kufuatilia mambo yako kadhaa na nilikuwa naona yani kule ghetto naona kuna watu kadhaa ukienda unamuuliza wewe unasikia MP Musa huyu ni Musa, director Musa huyo jina lako limevuma sana hiyo maeneo kuanzia ulipoanza yani kupiga mambo yako katika filamu na hayo mengine. So unaweza wewe kufikia sasa hivi unaweza sema safari yako imekuwa aje, labda ngumu, rahisi? Safari yangu hakuna safari rahisi. Ile rahisi ile unapataga uko na nini, uko na kila kitu. Sasa ni wewe kujipresent. Kama for example kulikuwa na tetesi ndogo kuhusu yule msanii wa Nigeria anaitwa Davido whatever. Huyu jamaa babake ni chief. Ilikuwa inasemekana yeye pamoja na Jaguar na Prezo, wao maisha yao ilikuwa rahisi ya muziki. Walitumia pesa kupata fame. But kwa watu kwa kina yake kama sisi kina yake haijakuwa rahisi. Ni ups and downs. Ufanye leo toke nayo kae kidogo, naona jipu ngoje kidogo nini, ups and downs. But at the end of the day consistency na commitment, alafu pia kuna passion, patience, potential na perfection. Hizo ni vitu zinasaidia msanii
grow kufikia ile level yenye nataka. Sasa unaona mpaka leo nimefikia penye because of kama hizo. Sawa, mpenzi mtazamaji ambao unatuendelea kutazama hapa ndani ya Barani TV, kwa majina yangu ni Royal Prince Biko Junior Victor Mondi, majina kamili. Leo tumekuwa hapa na our guest, yani MP Musa mwenyewe. So kwa wale ambao mjaweza kusubscribe pale YouTube, enda pale YouTube sasa hii, make sure una subscribe Barani TV.ke. Pia kuna yule ambaye alikuwa ameniuliza kwamba kama tunaweza mhost ambaye anaitwa anajiita msanii fulani hivi kutoka Tanzania, rafiki yangu sana, anatoka kule Kiambio. Pia najua kwamba uko tuned in, ulikuwa umeniambia utakuwa tuned in. Pia nafikisha salamu zako kwa wa Kenya wote, au sio? Alafu wale ambao hawajaweza kushare video zetu, make sure una share pale TikTok, una share pale Facebook, na kwa wale pia ambao wanahitaji advertisement, unaweza fikia namba yetu, nambari ile ya management ambayo ni 0718 44 3000 na 0712 31 90 30. Zidi kutia hapa ndani ya Barani TV ili tuweze kusonga mbele pamoja. Kwa wale ambao wanazidi kushare video zetu, tunawapa pongezi sana. Pia kwa wale ambao wamekuwa kifuatilia pale TikTok live, tunasema ni asante sana. Mzidi kujiunga nasi hapa ili tuweze kuinua hizi talanta. So mtu anajiuliza labda anaweza taka kujoin Master P Chronicles, anajiuliza napata wapi ama nitamfikiaje huyo? Kujoin MPC ni rahisi. That is, MPC tunatafuta watu wenye wako na talent, wako na potential, na pia tunasema pia ni rehab. Okay, achana story. So kujoin MPC si ngumu. Ukitafuta pale kwa nini, Facebook account yangu personal ni MP Musa. Ukitafuta MP Musa utapata nimekuwa nini, niko na ni ya black, alafu background yangu ni gari, alafu kuna account at MPC Arts Productions pale Facebook, unaweza kupata at MPC Arts Productions. Ukiingia tu pale, wewe tuma message, ni page actually, unaweza follow, tuma message, wewe watoka wapi, unatakaje, nakusaidia. Personally unaweza kunifollow pia kwa social media accounts zangu. At Facebook ni Master P Official, masterp.official. Hapo ni Facebook, wasilengi msee ni text na kunini, nitahakikisha nimekufuatilia. And then pia kuna TikTok ni Master P Manalion, Instagram ni Master P Manalion, pia X ni Master P Manalion. Pia kuna account ya Facebook Master P Manalion. Ukifika pale, tuma friend request, tuma message, utasaidika. But YouTube inakuwa ni MPC Group Kenya. Unajua tuko na nini? Tuko na MPC Arts Production, tuko na MPC Group Kenya. MPC Group Kenya ni ya specifically filamu, but MPC Arts Production hiyo ni ya nguli tofauti. Maybe itaelezea next time, yes ya leo. But in the meantime, if you want to reach us, pate pale. Labda kuna yule mtu ambaye amekaa pale nje, ana talanta lakini anashindwa nitaianzaje ama nitafanyaje ndio pia niweze kufikia au wengine ambao naona kwenye televisheni na wanafanya wako kwenye big production so anajiuliza anaweza anzaje ama atafanya nini, labda na ule uoga wa watu na nini. Mimi naweza nikaambia msee mwenye hajaanza, mwenye anataka kuanza, you see, after dreaming, wake up, do the dream. Because wewe sema ati I have a dream na yet bado uko kwa kitanda. Yes, you dream and then after dreaming, then wake up, make sure that you put your dream to reality. Hiyo ndio unaweza saidika. So wake up and do your best, itajipa.
Pia nimeweza kuona kwamba ulikuwa kuna hii filamu ambayo imejitokeza ya Kenda ambayo imefanyika pale Yambio South ya. Mbona Kenda imeweza kuchapua na nimeweza kuona sura kama wewe pale hivyo tuliziavizia. So unaweza tuambia labda ulikuwa kwa moja wapo ya the crew pale the crew ama ilikuwa kwaje? Okay, talking of Kenda. Sijika unajua BTS the production ni marafiki zetu. Wakati sisi tunaanza production yetu pia walikuwa wanaanza production yao back then. So yule director, yule producer wote ni marafiki zangu. Mimi ni rafiki yao. Na sometimes huwa tunasaidiana kwa project zangu, utapata wao wamejitokeza, wamekuja kunisupport kwa project zao, utapata pia mimi nime come through ama alafu ile tu nikikuita ni aje niko na project niko hivi na hivi, unaweza tokea. Mbona nisitokee? Tunataka usaidizi ya maybe camera work, maybe producing, maybe editing, maybe directing. Unaweza kusaidia hapo? Mbona nisitokee? Wao nikiwaita wao hawakosi kutokea, wao wana come through. So wakati that production waliniita niambia kuna project iko hivi na hivi na inataka na tulikuwa nataka come through. Nilikam through kwa sababu yao huwa na come through. Ukilinganisha na the way walikuweza walitaka ushirikiano wako, mostly huwa naona katika production pia kuna wale pia labda wakiona kuna timu yako ambayo pia inasonga na pia sisi tuna timu yetu ambayo inasonga, kuna kale kachuki ambayo huwa tofauti, lakini kwa wewe nimeona utofauti hapo. Unaweza sema ni nini? Ama umenikumbusha kulikuwa na jamaa fulani alikuwa anaitwa Tong, sometimes back alikuwa hivyo, lakini hii hao wenye nakwambia au BTS BTS actually hata walitakaga tufanye pamoja because we are doing the same thing and we have one aim. Alafu pia me personally wanasema hii field si yako. Leo ni wewe uko hapa, kesho kuna wewe mwingine atakuwa hapo penye huko. Alafu pia hii ni kubwa, industry ni kubwa, na huwezi kumaliza yote peke yako. Na alafu pia kuna hao wasanii wenye wanachipuka na wanataka kugrow. Mbona usiwashike mkono pia wao wa grow? Kama uko na platform, patiana platform. Kama uko na opportunity, patiana opportunity. Hiyo ndo mindset yenyewe nakoka nimejiwekea. Na that's unaona mpaka leo kama kuna msanii anataka anaweza kapiga hata set book, wewe nitafute utafanya, nitakupatia links na connections za nini ili unataka. Bora cha msingi ukipata do yako usiende uharibike uleo nini. Basi mambo leo bora I was saying, nilikuwa nasema hivi that msanii ukiwa na opportunity ya kusaidia ule msanii mwingine grow, mpatie opportunity, wacha grow. Akikukumbuka ni sawa, kwa sababu kukumbuka pia ni sawa, kwani lazima akukumbuke. Si lazima arudishe mkono, si wote wanarudishanga mkono. But ukiwa na opportunity patiana. Kama ushipatia opportunity, patiana opportunity ukiwa nayo. Kama hujipatia opportunity, basi uko wa kwanza kupatiana opportunity. Na mimi pengine huwa nafikiria kwamba hiyo ndio mojawapo wa mambo ambayo inafanya sana. Unajua ukiweza kuangalia the Kenyan industry ama tuseme film, hata si film, tuseme tu industry mzima kwa jumla, na ukilinganisha labda tuseme na huku nje kama Tanzania, Nigeria, unaweza sema tofauti ni gani? Kwa sababu unaona sana Tanzania na Nigeria wanafanya filamu kama wanafanya haya mambo kama kazi, unaona. Lakini Kenya sijui wanachukulia kama talanta ama nini, ama utasema ni labda wa Kenya ndio watusupport wenzetu au the funny thing ni kinyo watu wajuaji ni we have lots of movies kutoka Kenya zenye zinauzwa kule nje. Ilikuwa funny sana nikiwa Rwanda nikiwa na project yetu ya hapa Kenya. Hiyo time because I spent 3 months in Uganda, not Rwanda.
na nilishangaa kuona project zetu zinachezwa huko kwa TV zao. Vile sisi tunaonanga movie ya Nigeria, kuna movie zetu zinachezwa kule. Ni vile sisi tunajua hizi zenye tunazionanga, lakini kuna filamu zenye zinachezwa zenye azizangu hapa Kenya, zinauzangu kule nje. Na an example ni kama Mipakani. Kuna hii series fulani inajiita Mipakani. Yeah, hiyo ni a good example ya zile filamu zetu za Kenya zenye zinauzwa kule nje. Kuna filamu kibao zinauzwa kule nje. Na hata ukiona huwezi jua ni wa Kenya until uone hizo majina ama uone hii sura inanikalia familia, nishawaiona mahali. But watu, hii film industry ni wide. Sisi tunajoga tu akina nini, hizi akina Neema, hizo zenye tunaonanga kwa TV. Hizo akina Hulabalu, hizo tunajua tu hizo, lakini kuna a lot of Kenyan films zinauzwa kule nje. So vile watu wajui channels na links za kufika kule, basi utapata hizo filamu watu wanajirudia. Alafu kuna watu wengine wako huko juu wamefunga hivi mkono, wataki kuachilia mkono, kustretch mkono. Kwa nini? Hawajui hiyo siku moja nini itaisha. Wako hapo lakini hawataki kustretch mkono. But hii industry ni kubwa. Nimeona unajua nikiangalia hapa mazingira ambayo tunatoka, ukiangalia kama tuseme Kibra, unapata filamu zimefanywa huko nyingi. Unapata ukiangalia kama pale Madhari, Huruma, unaona pia kuna wale ambao wamechipuka na wakashika industry vizuri. Unaona tuseme kama hata kwenye mchezo wa dance ya, unaona kama Madhari Kids, tumeona unaweza kuona tofauti. Kuna gay dance crew, kuna wanajiita kuna kama Wise Generation. Unaweza kuona wanapata ile platform nzuri, hata paka wanaitwa ma interview kwenye labda NTV wapi. Unaona, na ukilinganisha na huko mali ambapo labda tumetoka huko, labda pale Shosha, ndio unaona kwamba hivi majuzi tumeshuhudia Shosha Kids walikuwa na vuma tena vizuri sana, lakini katika mahali sijui kwa nini, labda support ndo haiko hiyo mtaa, ama watu hawarudi kurudisha mkono pale. Support maybe tunaweza ongelea kuhusu support maybe. Yeah, aside from support tunaweza tukaongelea maybe kuhusu management. Management pia inaweza kuwa inachangia. Alafu na pia si hiyo tu, kuna a lot of things zinaweza kuwa zinachangia. Alafu pia kuna ile msanii akishapata light kadogo hivi, akishaingia kwa limelight hivi kidogo, nini huwa kiburi inambeba, inamfunika, anarudi chini. Sasa utamsikia tena. Anapata kwanza, especially ni hao akipata kidogo hivi anakuwa ni kama sasa yeye ndio kusema. Sasa kiburi inamvaa, ukivaa inamfunika hivi, mfunika ile mwangazi na kwa block sana baki. Unajaribu na kulikuwa na watu fulani waliendaga wapi, kumbe ni hiyo fanya. So tukiweza kumalizia, watazamaji wetu ama wale watu wa mafans wako labda waweze kutarajia yapi kutoka kwako? Kuna project inakuja najita The Big Family. Deadly, comical, actually ni comedy, ni drama. It is a jack of all trades. Kuna kila kitu, it is a concoction of this, that na ile nyingine. It is full of everything. So kama wewe ni mtu wa comedy, hapo umefika. Kama wewe ni mtu wa wa kulia, drama, soap opera, mapenzi, basi wewe jitayarishe tu kupiga ukwenzi. Na kama vile nimesema, kama ni wa comedy, wewe jitayarishe tu kucheka kwa ukirusha miguu juu. Haina shida, because I have packed it in a way that naifurahia. Kama ni actions, pia kuna action pia iko pale. Kama ni
vitu kadhaa wewe utaipenda, imecombine kila msee. Tuseme hapo mbele labda mna yani kuna ile unafikiria kwamba mtakuja kuendeleza School of Comedy episode, kwa maana labda kuna yule ambaye alikuwa anafuatilia kaanza episode 1 hivyo hivyo akiendelea labda yuko 15 na ikafika mahali mkakatika mpaka nashangaa imekuaje. Actually the reason why tuli stop kushoot School of Comedy after episode 12 ni kwa sababu huyo mwalimu mmoja, huyo mwalimu Felix aliendaga majuu, travel though si atarudi, alirudi atarudi kama amerudi, but I think atarudi. Akirudi maybe tunaweza tukaendelea na episode. Then another thing nilifanya to stop School of Comedy ni haiko ina give vile ilikuwa ina give. Ndio ilikuwa na fan base kubwa na ilifanya mpaka tukajulikana, but haiko ina give vile tulikuwa tuna expect. That's why sahi hata tukifanya School of Comedy na napiga tuka episode kamoja kakufurahi, kakukumbusha tu watu kuna koga na project kama hii, lakini School of Comedy season 2 haijawahi toka mpaka leo, but itatoka hivi karibuni, maybe probably next year, early next year na drop na episode 1 season 2 ya School of Comedy. Labda mshawahi fikiria labda tuweze kufanya show pale ambayo itaweza kuunite? Unajua kuna talanta nyingi sana pale ghetto sababu labda zimezimwa lakini ukiweza kuona labda kuna vitu kama show kama hapo. I remember the year 2018 ilikuwa na I think studio pale, producer wangu pale Angaza Msanii, kuna wakati tuliekanga pale show ambayo ilikuwa back to school ilikuwa na show kama hizo, na nilikuwa naona talanta zinajitokeza, marappers hapo. Mnafikiria labda kuna kitu mnaweza fanya kama hiyo ili kuweza kuamsha hizo talanta? Hiyo iko, kuna hiyo kuna hizo idea za kuweka hizo talent show ziko underway, ile tu kwa sababu sahi kuna vile aje, kuna mambo mingi via hii na ile, alafu pia hapo penye inataka kuwekwa wanatengeneza hall. Sasa hii kuna hall inatengenezwa, so hizo vitu zitakuwa rahisi that immediately after submission, that is kuanzia mwezi wa 9-10 kuendelea. Nafikiria maybe probably December takuwa na 1. Tunashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuingia live hapa ndani na kuweza kutazama. Kama labda una maoni zaidi unaweza kutumia, kama kuna yote ambaye ana maoni hapa live. So labda maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia watazamaji labda tuweze kufunga. Kile naweza nikasema ni kwa ule msichana niangalia mwenye anatazama, if you can dream it you can achieve it, and never despise yourself because even the blackest cow produce white milk. And that dream of yours, if you wanna dream, it can be achieved only if you wake up and put it into practice. Lakini usi expect ati I have a dream, it will remain to be a dream kama bado uko kwa blanketi. So alafu hakuna kitu inakuja on a silver platter. The only thing is for you to wake up, rise up and do what you can do best, because kenye uko nayo ni sina, na wewe tu peke yake. Mungu amepatia kila mtu kipaji yake kulingana na uwezo wake. So tunashukuru sana kwa kuitikia mwaliko wetu hapa ndani Ibarani TV. Tunashukuru sana tena, labda huko mbeleni tutapatana na tuweze tena kuandika katika interview yetu. Tumeshukuru sana kwa maana si rahisi pia, unajua kuna mwilo ambao utamuita kwambia unaona kama hayo vile tu ulisema pale ustaa inapatia mtu pride sana. Kuna ule ambao labda ataona hii television ambayo imeanza juzi
haiwezi kufikia. Sisi tunashukuru sana kwa kuweza kuitikia mwaliko wetu, na pia on behalf na pia cameraman wetu na team na management team kwa ujumla, tunasema asante sana. Kina Honorable Baraza, nashukuru sana kila mmoja wetu ambaye amekuwa akitazama kuanzia midai ile ambayo tulianza hadi kufikia sasa. Ni wako Royal Prince Biko Junior, na tutane tena Jumapili katika episode nyingine. Bye bye.